Onyesho lililopita katika ukurasa mpya. Yaani hizo huruma zako na huu wakati uliozaliwa ni vitu viwili tofauti. Sasa wewe ulishawahi kuona wapi ugomvi baina ya mtu na mtu upeleke kwa mtu mwingine? Ujasiri wa namna hii ameupata wapi yeye wa kuchukua maamuzi tu mkononi kumpiga mwenzake? Na ndio maana Matrumux anasema kama utakuwa hauko critical huwezi kupata maendeleo kiakili, kifikra, hata kimawazo pia. Naomi, wewe hebu niambie ukweli tu. Nani amekupiga? Na Monica kunyang'ania kitu. Aya, amenipiga Rukia na Asia. Mimi na wao hawa watoto nani hawa wakina Asia na Rukia. Wampiga mdogo wangu Naomi bwana. Wewe Asia, hem tulia. Amka na uvumilie shida, matatizo wanadamu kawaida. Usikate tamaa, jikaze barida. We matatizo, jikaze. Matatizo tumombiwa viumbe hai. Usilalamike, utamkufula letuleta dunia. Jikaze, matatizo tumombiwa viumbe hai. Usilalamike, utamkufuru letuleta duniani. Achana zile zama, hizi zama mpya. Usitupe kitabu, fungua kurasa mpya. Achana zile zama. Baba. Samaje Diamond? Nina shida. Shida gani Diamond? Hivi baba, hivi kwa nini sana nyinyi mnapenda kufukiana, mnapenda kulumbana? Yaani mpaka sisi nyingine mnatunyima la. Hivi lini kutakuwa kuna amani kwenye nyumba? Mama yenu anawafokea? Hata hatufokei. Lakini tu mimi naona sio vizuri hivi tunavyoishi. Yaani kila siku malumbano, kufokeana. Au ndo familia zetu zinaishi hivyo? Basi mwanangu Dines, nitalifanyia kazi hilo jambo lako. Sawa mama? Lakini sio vizuri mnakaa mnafokeana mpaka saa nyingine hata upo kwenye makosa mnakuja mnatulia si kwenye makosa. Sawa, usihofu mwanangu. Wewe, mpumbavu, hebu simama hapo. Shikamoo. Shikamoo mama. Unatoka wapi saa hizi? Nimetoka kule kwa shoga yangu Asia. Kule kwa rafiki yako Asia? Yaani toka umempata yule rafiki yako, umebadilika kabisa sasa hivi. Hufagii uwanja nje, wala hufagii ndani, wala hudeki. Vyombo pia huoshi. Umefanya nini jana? Sijafanya kitu. Nakuuliza kwa mara ya pili, umefanya nini jana? Sijafanya kitu mama. Kumpiga mdogo wake na Jacob wewe? Sijampiga. Unakataa? Sijampiga mama. Sasa kwa taarifa yako, Jacob katoka hapa sasa hivi anakutafuta wewe. Mimi sijakulea mazingira hayo mwanangu. Nimekulea mazingira mazuri. Maadili ya kidini. Na unatambua fika babako wewe ni imamu wa msikiti. Unataka kumtia aibu babako, si ndio? Kwa taarifa yako, hili swala lazima nimwambie baba yako. Hapana mama, wewe tena nyamaza. Mwambie baba mama. Kwenda ndani huko. Toka! Ubavu wa kike wewe. La. Monica, mimi sina. Achana na mimi. Tena achana na mimi kabisa, usinizoee. Tatizo mdogo wangu. Nakuchukia sana.
Tena nakuchukia, yani sitaki hata nikuone kwenye taswira ya macho yangu. Monica. Na tena mwambie wewe demu wako Rukia. Moto aliyouanzisha unakuja kumwakia mwenyewe. Nitakacho kuja kumfanyia tutambadilishaje tukampeleka. Karibu shoga yao. Vipi, mbona hivyo? Tatizo nini? Kiukweli Rukia, nikwambie tu ukweli, umeniponza. Na sijui kilanga gani kilichonifanya niingilie ugomvi wako. Hapa nilipo nimepanga safari niende kijijini kwa bibi yangu. Kwa matatizo haya ya Naomi na Monica? We mjinga nini? Unaona madogo? Leo nimekutana na Jacobo, alimanusura nijinyie. Na nimemsikia kwa masikio yangu mwenyewe akisema natutafuta mimi na wewe. Lilishakuwa tatizo hilo, tusilikimbie tatizo. Tutafute solution ya kulitatua tatizo. Unasemaje? Unataka kuniingiza kwenye matatizo? Au unataka kunitafutia matatizo tena? Asia shoga yangu, tatizo wewe muoga sana. Kama wewe sio muoga, mbona unakimbia mpaka leo? Mimi hofu yangu kwa Monica sio kuingia. Jacobo! Kinachokufanya wewe kitu gani? Unajifanya wewe sio muoga. Nyo, mimi sio muoga. Muone. Hapana, na mimi nimefika kule sasa. Karibu. Na hapa ndio nilikuwa nataka nikusikie. Rami, nashukuru sana kwa kuitika wito wangu. Na matumaini yangu ni kwa asilimia zote utaweza kunisaidia kile ambacho naenda kukueleza hivi sasa. Unajua Veronica, mimi nawe tumetoka mbali sana. Kwa hiyo kama ni kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wangu, naweza kukusaidia. Unajua Rami, baba wangu amenikabidhi kampuni niisimamie na kuiendesha kibiashara. Lakini kipindi baba anaendesha kampuni ilikuwa katika hali nzuri sana, kiasi kwamba ilikuwa inasifika na kusikika nje na ndani ya nchi. Lakini toka nisimamie mimi, kampuni imekuwa ikishuka na baba ananilaumu sana. Labda nikwambie kitu kimoja Veronica. Waswahili wanasema mlima mwenyewe unapandwa na mwenyewe. Na wewe umekuwa ni kama msemo tu. Lakini ili uweze kupata mavuno mazuri, lazima uliandae shamba. Lakini katika shamba hilo hakikisha kuwa unaondoa magugu. Na hapo ndipo mazao yanaweza kustawi vizuri. Sasa Rami, tatumia mbinu gani? Ni hesabu ya kujumlisha na kutoa. Una maana gani kusema kujumlisha na kutoa? Kujumlisha ina maana ni kujumlisha kile kitu ambacho kinaweza kuleta faida. Lakini kutoa ni kukitoa kile kitu ambacho kinaweza kikaleta hasara. Na baada ya hapo? Baada ya hapo ni kujua ni nani ambaye
unapambana naye na ni mbinu gani ambayo anaitumia, na ndipo unapoweza kuupata ushindi. Asante sana. Nashukuru. Umefurahi Sana. Ningependa tushirikiane katika swala hili. Okay. Na pia nahitaji ubadili personality yako. Tutaliangalia na hiyo. Kiukweli Nyanda, naomba unisamehe mpenzi wangu. Unajua nimekaa chini nimejiuliza ni mwanamke namna gani. Nimekuja kugundua kabisa wewe una akili. Hauna akili kabisa. Kwa sababu unamfahamu vizuri Monica jinsi alivyokuwa mkorofi. Alafu wewe na yule shoga yako mmetoka mmeenda kununua ugomvi kwa Monica na kaka yake Naomi. Hakuna mtu ambaye afahamu kijijini hapa kwamba Yakobo ni mkorofi katika kijiji chote. Alafu nyinyi mmeenda mmeakanyaga. Mimi mwenyewe nahisi sina amani kwenye moyo wangu. Kwa ajili ya Kaisari, Monica na Yakobo. Naomba kamwambie Monica tuyamaliza ya mambo. Monica? Wewe kumbe una akili mimi nitoke hapa nikazungumza na Monica, si ndio? Hapa nikwambie tu kitu kimoja. Sawa? Mimi na Monica pale nyumbani tumekuwa kama chui na paka. Siwezi nikamwambia kitu Monica akanisikiliza, siwezi kumwambia jambo akanielewa nazungumza nini. Yaani pale nyumbani hakuna maelewano kabisa. Yaani haya mambo yako yamalize mwenyewe. Na labda nikwambie tu kitu kimoja. Ikitokea siku bahati mbaya ukakutana nao wale watu uso kwa uso, aisee, hiyo noma ambayo utakuja kuichukua sijui na hiyo msiaje. Noma hiyo ambayo utakuja kuichukua. Lakini baby kitu gani? Huo ndio wewe wenyewe ambao unauzungumza hapa. Yaani lakini baby unafanya vitu vya ajabu katika kijiji afu unasema lakini baby. Lakini si kwa natetea penzi langu. Penzi lako gani? Penzi lako gani? Unatetea penzi langu. Unafanya vitu vya ajabu kwenye kijiji afu unasema unatetea penzi lako. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Sawa? Sasa hivi unapotoka hapo unapoenda nyumbani kwenu, tafuta kanikabu ukavae usoni mwako wasikuone. Lakini wakija wakikuona, utakachokuja ukitafuta utajua mwenyewe. Mimi usije ukanishirikisha. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Unafanyaje na nani? Na nani? Nani mimi? Nazungumza vitu vya kipuuzi, mimi nazungumza na vitu vinavyoeleweka, unajua kuzungumza ujinga. Hapo nazungumza kwa kibebebi hapa. Na haya mambo yako ambayo umeyafanya, mtamayamaliza wenyewe wewe na huyo mpuuzi mwenzio. Nisikilize. Nikusikize nini bwana, unanichanganya wewe bwana. Yaani mimi nikaa chini nizungumze nawe, nazungumza wewe kitu gani? Mwanamke ambaye hujielewi, yani hujui unazungumza nini, hujui yani hujui unafanya nini katika maisha yako wewe. Haya mambo yako unaonekana wewe mwenyewe. Unajua mwenyewe unataka kufa wapi? Madam, ni hesabu ya kujumlisha na kutoa. Una maana gani kusema kujumlisha na kutoa? Kujumlisha ina maana ni kujumlisha kile kitu ambacho kinaweza kuleta faida. Lakini kutoa ni kukitoa kile kitu ambacho kinaweza kuleta hasara. Madam Vero. Madam, unaonekana uko mbali kimawazo. Nikweli bwana. Kama kuna jambo linakuchanganya, unaweza ukaniambia na nikakusaidia kimawazo. Unajua kwa sio. Wala usijali. Jambo hili lipo ndani ya uwezo wangu. Pale. Okay. Kuna hizi document alinipatia Brown, anasema ziko tayari. Nilete kwa Istanbul. Okay. Nika kwa mzee.
Halafu Pamela, kuhusu ile jambo tulilokubaliana la kufanya uchunguzi, naomba nilisitishe. Naomba mkujulishe na Kennedy. Kwa nini madam? Najua chawa wanaonisumbua ni wadogo sana, lakini maumivu wanayopata ni makali mno. Sasa nataka nipambane na chawa mkubwa, na majibu yote yanakwambia muda si mrefu utayapata. Sawa madam. Sasa nimeanza kuelewa ulichokuwa unakimaanisha. Alafu naomba tuongozane. Yes, madam. Mbona na mimi ndo nafaa kwa muda huu? Vipi? Kuna tatizo? Hapana. Mbona hapa? Usijali, unaweza kuniambia. Kile? Ya. Unapendeza sana. Asante. Asante. Sijako unapendeza sana. Okay. Shukuru. Asante. Ila poa. Unapendeza sana. Suti yako ya ndani ndio. Kaka, unaonekana kama una huzuni. Wewe acha tu. Nilijua tu. Yaani nilijua Nukia lazima amekutukana. Yaani yule hana adabu hata kidogo. Bora angenitukana. Lakini Nukia hana uwezo wa kunitukana. Hawezi kunitukana mimi. Lakini nilikuta uko mdogo wangu mkubwa sana kuliko wangu. Niambie tunataka nini kaka? Mungu wangu. Mzee gani amekufa? Mzee Kwege? Kazi ya Mungu mdogo wangu ina makosa. Mungu anapanga linakuwa. Hakuna binadamu anaweza kupangua. Unaweza usiamini ukaona kama utani. Unaweza usiamini ukaona kama masahara. Unaweza Maskini Mzee Kwege. Uweke mbali sana peponi. Mungu wangu.
Hey. Basi. Naona watu wananitazama huku wakinicheka sana, wana maisha yamenipiga mpaka nakumbuka zile zama. Huzuni umenitawala, sina hata mtu wa kumilia shida, nafosi sana mchana, mengi yananipita, mimi ninalala njaa. Ukurasa mpya na mambo mapya, ukurasa mpya, ukurasa mpya na mambo mapya, ukurasa mpya. Kaka waleo, wadada waleo, ukurasa mpya. Mama waleo, wababa waleo, ukurasa mpya. Wabibi waleo, wababu waleo,